بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, jana nilisikiliza klipu moja aliotoa Shekhe Mwaipopo wa Tanzania, ambayo ndani yake alimzungumza Shekhe Salim Barahiani wa Tanga, Tanzania, na uhasama wake aloweka dhidi ya Shekhe Nuruddin Kishki wa Dar es Salaam, Tanzania, na kusana makongamano yao walioyaweka. Na ndani ya klipu hiyo alinukuliwa Sheikh Salim Barahiani akiwatuhumu maibadhi kwa tuhuma za watu wa bid'a, kwa maibadhi wana bid'a mukaffira zenye kufurisha. Na hili kwa Sheikh Barahiani si jambo jipya, ni jambo kongwe. Ndani yake inaonekana wazi kwamba Sheikh Salim Barahiani anawakufurisha maibadhi, na kwa sababu Sheikh Mwaipopo kutokana na maelezo yake inaonyesha kwanza hakuwa Muislamu, kisha akaingia katika dini ya Uislamu na akasoma ndani yake. Kwa hivyo pengine haya yanakuwa ni mazito mbele yake. Anatakiwa kujua uhalisia uliopo katika safu za Waislamu. Wengine katika Waislamu hali zao ni kama hali za huyu Sheikh Salim Barahiani. Hadahullahu, Allah mtukufu amuongoe na muondoshe haya mafundo ya nafsi alionayo dhidi ya Waislamu wengine. Mimi hapa napenda kueleza kwamba sisi na akina Salim Barahiani na pote lao la kisalafi tuna tofauti kubwa sana. Kwa sababu mimi nakumbuka nilimsikia huyu Salim Barahiani katika jawabu yake ya fatwa aliyoulizwa kuhusiana na kiumbe cha kwanza kuumbwa, akasema kwamba kiumbe cha kwanza kuumbwa ni kalamu. Kisha katika maelezo yake akazungumzia masala ya arshi na kumtafuta Mungu anayemwabudu yeye wapi alipo, kama kwamba Allah mtukufu ana sehemu ya kuwepo ndani yake, hali ya kuwa Allah mtukufu ni wa mwanzo kabla ya kila kitu, huwa al-awwalu, kama alivyojisifu mwenyewe. Na vile vile amejisifu Allah mtukufu kwamba huwa al-ghaniyyu, yeye ni mkwasi, hahitaji chingine. Na amejisifu Allah mtukufu laysa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote kile. Lakini Salim Barahiani kamtafuta Mungu wake alipo, kamweka juu ya kiti mfano kitanda chenye matendegu, akakitako juu yake, kisha miguu yake imekanyaga juu ya kiti alichokiita kursi, na kile kiti alichokalia kilichoitwa arshi, na baina ya arshi na kursi kuna bahari. Na Sheikh Salim Barahiani akatoa masafa baina ya mbingu na mbingu mpaka kuifikia arshi, kwamba kwa kila kituo kina urefu wa miaka 500 kwa mwendo wa farasi au ngamia. Na akatoa hadithi ya athari Ibn Mas'ud waliopokea wenyewe, na Ibn Mas'ud yuko mbali na athari hiyo, hakuisema kabisa, yeye kasemewa. Na pia athari kama hiyo ipo katika vitabu vyao kupitia ami wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kamuelezea mtume sallallahu alaihi wasallam, kaeleza maelezo mfano hayo. Na ami yake ni al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Na maelezo kwa ufupi kwamba kutokea ardhini mpaka mbingu ya kwanza ni masafa ya mwendo wa farasi au ngamia kwa muda wa miaka 500. Na baina ya mbingu ya kwanza na ya pili kuna masafa mfano hayo, na baina wingu na wingu namna hiyo 500 mpaka unafika wingu wa 7. Ukishafika wingu wa 7, kwa mujibu wa maelezo Barahiani na athari zake anazoziamini na kuzitakidi,
kwamba juu yake kuna kursi ambayo baina ya mbingu ya 7 na kursi vile vile kuna masafa ya mwendo farasi wa miaka 500. Na baada ya kursi kuna maji maji ambayo pia baina ya kursi na maji kuna mwendo miaka 500. Na baada ya maji ndio kuna arshi ambayo kakaa Mungu wake juu yake, na kakaa kitako na miguu yake imekanyaga kursi. Kwa maana hiyo baina ya arshi na maji kuna mwendo wa farasi wa miaka 500 masafa yake. Kwa maana hiyo miguu ya Allah ni mwabudu Barahiani aliyekaa juu ya arshi juu imekuja na kukanyaga kursi chini, ambayo masafa yake itakuwa ni masafa ya mwendo farasi wa miaka 1500. Kisha Barahiani akasema kwamba kutoka hapa mpaka kufika kwenye arshi kuna masafa ya miaka 3000 kwa mwendo wa farasi. Ndio fikra na itikadi ya Barahiani. Ni hatari kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Inaonyesha hesabu zilimpiga chenga, kwa sababu ukirejea vizuri na hizi athari zilivyo, basi utakutia ni masafa ya mwendo wa farasi wa miaka 1500. Lakini sisi tumpe miaka 10,000. Chukua miaka 10,000 na tafuta wewe farasi mwenye kasi kubwa zaidi duniani alisajiliwa mpaka sasa hivi. Utapata pengine anatembea kwa kasi ya kilomita 88 kwa saa. Sawa, fanya hesabu ya mwendo huo bila kupumzika, muda wa miaka 10,000, achilia mbali 5,000. Tumpe miaka 10,000 atembee farasi kwa kasi hiyo bila kupumzika muda miaka 10,000. Hayo masafa utakayoyapata yapeleke katika hii nyota ambayo Allah mtukufu kaitaja kwenye Qur'ani, wa annahu huwa rabbu shi'ra. Hii nyota hii shi'ra, angalia masafa yake na ardhi na masafa gani, angalia je tafikwa. Taban huwezi kuifika. Sawa. Na huenda Salim Barahiani akapiga chenga akasema kwamba miaka iliyotajwa hapo siku yake moja ni sasa na miaka 1000 hii ambayo tunahesabu. Hata ukifanya hivyo pia huifikii. Huenda akapiga chenga akasema kwamba sawa na miaka 50,000. Naambia fanya na miaka 50,000 huenda ukaifikia nyota hii pengine, na pengine ukatoka katika majara yetu hii ya Darbi Tabana, lakini bado unaogelea katika ulimwengu wa nyota. Huwezi kumaliza ulimwengu wa nyota ambazo tayari binadamu ameshazifikia na kuziona na kwa kuzitafuta, ambazo zote hizi nyota ulimwengu wote unaoona huwa nyota hizi zote kwa mujibu wa Qur'ani zipo katika wingu wa dunia. Kwa maana hiyo riwaya hii anayotegemea Salim Barahiani kujenga itikadi yake ni riwaya inayopingana na uhakika muumbili alivyo. Ni riwaya ya uongo iliyopenyezwa katika Uislamu kupitia mafundisho ya Ahlul Kitabi, Mayahudi na Manasara. Wal-iyadhu billahi. Ndio kuitakidi kwamba Mungu kabebwa na malaika wanne. Wao bado wana thamani au ali kwenye vitabu vyao kina Barahiani. Wal-iyadhu billahi. Kwa maana tuna tofauti kubwa sana sisi na yeye. Sisi Mungu tunamwabudu yule Mungu aliumba kila kitu. Hana mwanzo wa kuanza. Yeye ni wa mwanzo kabla ya kila kitu. Ameumba vitu vyote. Mungu tunayemwabudu sisi ametakasika, hahitaji sehemu ya kuwepo ndani yake wala wakati wa kumdhibiti, kwa sababu yeye ndo aliumba sehemu na aliumba wakati. Hatumpi taswira ya kumpa taswira kama alifanya Barahiani hata siku moja, kwa sababu hajafanya chochote kile. Utakachokiletea taswira yake hicho ni kiumbe. Barahiani katika jawabu yake alikuwa anazungumzia kiumbe, hazungumzii Muumba, lakini yeye anamuitakidi Allah mtukufu yuko hivyo. Wal-iyadhu billah. Kwa maana hiyo tuna tofauti kubwa sana sisi naye. Kutoka na hapo sisi Ahlul Haq wal Istiqama al-Ibadhiyya tunatofautiana na hawa masalafi, bali tunatofautiana na masunni wote kwa ujumla katika maudhui ya kumsifu Allah mtukufu. Ndugu zetu Ahli Sunna wal Jamaa wao kwa ujumla wanamsifu Allah mtukufu
kwa sifa ambazo ni vitu vingine visivyokuwa Allah mtukufu mwenyewe. Sawa, sisi upande wetu la tunamsifu Allah mtukufu kwa kuelezea ukamilifu wake wa kidhati, si kwa kuthibitisha vitu vingine visivyokuwa dhati yake Allah mtukufu. Kutokana hapo sifa zote tunazorejesha katika dhati, alimun bidhatihi, basirun bidhatihi, samiun bidhatihi, qadirun bidhatihi, na namna hivi katika sifa zote sawa za kumsifu Allah mtukufu unazorejesha katika dhati yake Allah mtukufu, sababu dhati yake imekamilika, haihitaji kingine. Kwa sifa zake si vitu vingine visivyokuwa yeye. Na kwa sababu hii Barahiani akaweza kuthubutu na kuitakidi kwamba hii Qur'an tunayosoma hii kwamba hii si kiumbe bali ni sifa ya Muumba, waliyadhu billahi. Sawa, sisi tunaitakidi kwamba hii Qur'an tunayosoma hii ni athari ya kusifika Allah mtukufu ambaye ni msemaji, ni athari ya usemaji wake. Kwa hivyo hii Qur'ani ni kiumbe katika viumbe vya Allah mtukufu, ni maneno ya Allah mtukufu. Naam, ni maneno ya Allah mtukufu, si maneno ya mwingine yote yule, kwa sababu yeye ndiye aliyapatisha, na viumbe vyote ni vyake Allah mtukufu. Viumbe vyote ni vyake Allah mtukufu, na ameumba hii Qur'ani kwa mada aliyoumba lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni kiumbe, ameumba Allah mtukufu, ndio mada ya Qur'ani. Na dalili za kuumba Qur'ani ziko wazi kabisa. Kitabu kimeteremshwa, kimepambanuliwa, kinahifadhiwa, bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma, ni aya zilizowazi zimejaliwa kuwemo katika vifua vya waliopewa elimu. Ni elimu ya Allah mtukufu. Naam, ni elimu ya Allah mtukufu aliwaneemesha kwayo waja wake, ni elimu kiumbe. Na ndio maana akaifundisha allama alqur'ana, kama uhai wetu ni uhai kiumbe, uhai wa Allah mtukufu aliwaneemesha uhai huu waja wake ni uhai kiumbe. Sawa, kutokana na uhai huu tunamsifu Allah mtukufu ambaye ni almuhyi, mbali na kumsifu Allah mtukufu alhayyu, la almuhyi, muhuishaji. Vile vile katika elimu hii Allah mtukufu ametufundisha almuallim, wa allama kama lam takun ta'lam, anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa allama alqur'ana arrahmanu allama alqur'ana, mbali na kusifika wake alalim. Sawa, kwa hivyo hii ni elimu aliyoiumba kuwaneemesha kwayo waja wake Allah mtukufu. Sawa, imefahamika vizuri kabisa. Kwa hivyo tofauti kubwa sisi na Salim Barahiani katika masala kumsifu Allah mtukufu. Pia wao wanamuitakidi Allah mtukufu kwa ulazima wa kumuona, wanaitakidi kwamba atamuona Allah mtukufu kwa majicho yao hii siku ya kiyama, waliyadhu billahi. Tena nashurutisha katika imani yao, huwezi kuwa muumini mpaka uitakidi kumuona Allah mtukufu kwa macho yako, ambayo itikadi hiyo ametueleza Allah mtukufu kwenye kitabu chake kupitia na wapotevu Bani Israili walomwambia mtume wao, lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, hatutakuamini wewe mpaka tumuone Allah mtukufu wazi wazi. Wakashurutisha imani yao na kumuona Allah mtukufu. Ndio tunawaambia kwa ndugu zetu wameathiriwa, wamepenyezewa, wanakwenda kinyume na Qur'ani. Sisi tunaitakidi istihalata ru'yati llahi azza wa jalla, muhali kuonekana Allah mtukufu, ni muhali, kwa sababu mijicho yetu hii haioni isipokuwa chenye umbile, na Allah mtukufu si mwenye umbile. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Na ndio akajisifu kwenye kitabu chake, la tudrikuhul absaru, macho yeye hayamuoni. Wanda mtu akasema, nasemaje kuhusiana na aya zilizopo katika suratul Qiyama, wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira? Namwambia ndio, wujuhu yawmaidhin nadhira, nyuso siku hiyo zitamemeta, zitang'ara, zitapata bashasha kubwa, ila rabbiha nadhira, kwa Mola wake tu ni zenye kusubiria thawabu yake aliyoahidi. Ni siku ya Kiyama. Hapa wanaelezewa waja wema kabla ya kuingia katika pepo watakuwa na shauku ya kusubiria yale ambayo Allah mtukufu aliwaahidi, huku nyoyo zao zinamemeta, kama alivyotuambia katika aya nyingine, wujuhun yawmaidhin musfira dhahikatu mustabshira, zinajipa bishara.
Tena tufahamu ndugu zangu Waislamu, thawabu kubwa zaidi aliyoiandaa Allah mtukufu kwa waja wake ameitaja Allah mtukufu kwenye kitabu chake, wa ridwanu minallahi akbar, na maridhio yatokayo kwa Allah mtukufu ndicho kikubwa zaidi. Tofauti na wao wenye kuitakidi kwamba thawabu kubwa zaidi ni kumuona Allah mtukufu kwa majicho yao. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Ndugu zangu Waislamu, hili la pili ambalo tumetofautiana na hawa ndugu. La tatu hili au la nne kama hivi. Jengine ambalo tumetofautiana sisi na hawa kina Salim Barahiani ni kumsifu Allah mtukufu kwa sifa za viungo. Hawa ndugu zetu wanamsifu Allah mtukufu kwa sifa za viungo, wanasema Allah mtukufu ana mikono miwili, hakika kabisa mikono, miguu miwili ya hakika kabisa, miguu miwili kama alivyosema miguu yake imekanyaga kiti. Sawa? Ana ubavu wa kulia na wa kushoto, ana kichwa, mpaka wamefikia wanavyoni wao kina Ibn Taymiyyah al-Harrani na wengineo kueleza riwaya kwamba Allah mtukufu yupo katika sura ya kijana barobaro asiyekuwa na ndevu wala sharubu, tena amevaa mavazi ya kijani ndani ya bustani la kijani, waliyadhu billah. Na baadhi ya hadithi zao zinaonyesha kwamba Allah mtukufu yumo ndani ya nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda siku ya kiyama, ataingia ndani ya nyumba hiyo, mpaka kishamuona atamsujudia, waliyadhu billah. Sawa, sisi hatuna maitikadi hayo pofu, wala hana nafasi kwetu. Sawa, hana nafasi kwetu kabisa, haiwezi kupata mlango wa kupitia kabisa. Sawa, na zilizomo katika Qur'an zote ni idhafat. Hakuna sehemu hata moja Allah anasema kwamba ana mikono miwili au ana macho mawili, hakuna. Zilizoko ni idhafat, bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake miwili yenye kunjuka, ile kunjuliwa, anatoa anavyotaka, yani ukarimu wake. Sawa, lima khalaqtu biyadayya, nilichokiumba kwa mikono yangu, yani nilichokiumba mimi. Na yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah kwa juu mikono yao, yani uwezo wake Allah mtukufu wazi wazi nafahamika, lugha kama hii nyepesi kabisa. Hata mimi nasema nafsi yangu imo katika mikono ya Allah mtukufu, na kila mmoja nafahamu kwamba nimekusudia nini, kwamba nafsi yangu inamilikiwa na Allah mtukufu. Sawa, huwezi kukuta kwenye Qur'ani lahu yadani au lahu yadun au lahu wajhun, hakuna. Zote ni idhafat, maana yake inafahamika kwa mujibu wa siyaki ya maneno. Ipesi kabisa, laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote kile. Tunamwelekea Allah mtukufu kama vile alikuwa baba yetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, babul anbiya. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin. Haka mimi naelekeza dhati yangu kwa yule ambaye ameumba mbingu na ardhi, hali ya kuachia mila nyingine zote, kujitenga na mila zote, na mimi si katika washirikina. Sawa, namna hivi ndio tunamwelekea Allah mtukufu katika swala zetu. Ndugu zangu Waislamu na wafuatiliaji kwa ujumla, ifahamike kwamba tunatofautiana sisi na wanaojiita ahli sunna wal jamaa kina Salim Barahiani na wengineo katika maudhui ya imani na ukafiri. Tunakubaliana sote kwamba imani inakabiliana na ukafiri. Tunakubaliana sote kwamba imani inakabiliana na ukafiri. Lakini nini maana ya ukafiri na nini maana imani? Kwa sisi imani ni kusadikisha. Lazima usadikishe kwa ulimi yale yalolazimika kwa ulimi, usadikishe kwa moyo yale ambayo yamelazimika kwa itikadi, na usadikishe kwa vitendo yalolazimika katika maamrisho na makatazo. Ndugu zetu kwao itafahamika maana imani kwa kufahamika maana ukafiri. Kwao ukafiri wanaufahamu kwa maana ushirikina tu. Wakisema fulani kafir, wanamaanisha ni mshirikina. Sasa na makhawariji wa mwanzo kina Azariqa na Sufria, watu wanaitakidi kwamba kafiri maana yake ni mshirikina. Sisi la, sisi tunaposema kafir au kufru hatumaanishi ushirikina. Tunamaanisha kuwepo mja katika dhambi kubwa kisha akawa mkaidi wa kutubia.
dhambi kubwa yoyote ile. Na dhambi kubwa ziko daraja mbili. Kuna dhambi kubwa ya kishirikina na dhambi kubwa iliyo chini ya daraja ya ushirikina, kama alivyotuambia Allah mtukufu kwenye kitabu chake, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah mtukufu hasamehe kushirikishwa yeye na anasamehe yaliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Taban tuifahamu aya vizuri ndugu zangu Waislamu. Allah mtukufu hasamehe kushirikishwa yeye kwa yule ambaye atakaidika katika ushirikina wake, na anasamehe yasiyokuwa ya ushirikina kwa yule ambaye Allah mtukufu amemtaka kumuongoa kwa Uislamu. Akiingia katika Uislamu, madhambi yake yote yanasamehewa, ushirikina wake na yaliyo chini ya ushirikina yote yanasamehewa, na hili linajulikana katika dini ya Uislamu. Ndio maana ya aya ndugu zangu Waislamu. Lakini katika aya vile vile tunapata kwa madhambi, kuna madhambi ya kishirikina na madhambi ambayo ni makubwa yasiokuwa ya kishirikina, na ndio maana Allah mtukufu akawahutubia waumini na kuwaambia, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, mkijiepusha yale makubwa mliokatazwa, tutakusitirieni maovu yenu, tutakusitirieni mabaya yenu, na tutakuingizeni maingizo ya kukirimiwa. Kwa maana hiyo ndugu zangu Waislamu, yule ambaye yumo katika dhambi kubwa yoyote ile kisha akakaidika kutubia baada ya kujua kwamba yumo katika dhambi kubwa, hoja kamsimamikia kwamba yumo katika dhambi kubwa, akawa mkaidi wa kutubia, huyo ndio kafir na huyo ndio dhalim, kwa mujibu wa mafundisho ya ahli alhaq wal istiqama al-ibadhiyya ambayo wamechukua moja kwa moja kupitia Qur'an tukufu. Ndugu zangu Waislamu na wafuatiliaji wote kwa ujumla, mpaka hapa tutafahamu kwamba sisi ahlul haq wal istiqama al-ibadhiyya tunamhukumu Muislamu aliyemo katika dhambi kubwa yoyote ile na akawa mkaidi wa kutubia kwamba ni kafir. Na kwa maana hiyo kafiri ukagawika katika itikadi yetu, kukawa na ukafiri wa kishirikina. Huu unahusiana na madhambi ya kishirikina peke yake. Aliyemo katika madhambi haya, huyo si Muislamu na yuko nje ya Uislamu. Na ukafiri wa neema, yule ambaye yumo katika madhambi haya bila kuwemo katika madhambi ya kishirikina, ukafiri wake unajulikana kwamba ni ukafiri wa neema, na ukafiri huu unakabiliana na kushukuru, kwa sababu hii dini yote ni neema ya Allah mtukufu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo hii dini yote ni neema ya Allah mtukufu. Kila amri iliyomo ndani yake ni neema ya Allah mtukufu, na kila katazo liliyomo ndani yake ni neema ya Allah mtukufu. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kuhusu binadamu, hakika sisi tumemuongoza huyu mwanadamu njia, ima atakuwa ni mwenye kushukuru au atakuwa ni mwenye kukufuru. Na illa ya kuadhibiwa kwa upande wetu ni ukafiri. Moto umeandaliwa makafiri, uiddati lilkafirina, umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, makafiri wote watapelekwa katika jahannam makundi kwa makundi. Ama kwa ndugu zetu wanaojiita ahli sunna wal jamaa, kwa wao Muislamu aliyejitosa katika madhambi makubwa, huyu kwao si kafiri, kwa sababu kafiri kwao unakamatana na madhambi ya kishirikina peke yake. Unakamatana madhambi ya kishirikina peke yake. Kwa maana hiyo Muislamu kwao kama atazini, ataiba, atalewa, atawanya, atafanya uchafu wa kaumu Luti, atavuta bangi, atacheza kamari, atakula riba, atafanya atakayofanya, ikishakuwa hajahalalisha, kwao ni mu'min na pepo ni yake.
Je, ataadhibiwa? Kwao kuna khilafu, kwamba ataadhibiwa hataadhibiwa. Na wengi wao wanasema kwamba atakuwa katika mashia, kwamba atakuwepo katika matakwa ya Allah mtukufu. Akitaka Allah mtukufu anamsamehe bila kumwadhibu, anampeleka peponi, na akitaka anamwadhibu. Lakini akimwadhibu adhabu yake ni ya kumkosha tu, adhabu ya muda, kisha anamtoa katika moto, anampeleka katika pepo, ima kwa rehema zake tu au kwa uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billahi. Sisi upande wetu tunaitakidi kwamba Muislamu aliyejitosha katika dhambi yoyote kubwa, yoyote ile, anayejua akakaidika kutubia, akafa katika hali hiyo, basi huyo ameangamia na hapati uombezi wa yoyote, na hakubaliwi jema lake lolote, na moto ni makazi yake kwa mujibu wa maovu yake, na atabakia humo milele. Haya tumeitakidi kwa kumsadikisha Allah mtukufu katika kitabu chake, si itikadi ya mapendo ya moyo, la. Allah mtukufu katuambia kwenye kitabu chake, bala man kasaba sajiatan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yoyote yule ambaye atafanya uovu wote ule na akazungukwa na kosa lake, akakaidika, situbie, kashajua, kawa mkaidi wa kutubia, bisa lismul fuzuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun. Ni ubaya ulioje jina la ufasiki baada ya kuamini, na asiyetubia yoyote, hao ndio madhalim. Ni hukumu ya Allah mtukufu, si yetu sisi. Basi hao ndio watu wa motoni, humo utasalia milele. Bala man kasaba sajiatan wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Na aya Allah mtukufu amelisema hili baada ya kutuletea neno la waliosema kwamba hawataadhibiwa isipokuwa siku chache. Waqalu lan tamassana an-naru illa ayaman ma'duda. Baada ya kueleza hili neno lao kwamba sisi hautatugusa moto isipokuwa siku chache, maradhi ni hayo ndugu zangu Waislamu, wagonjwa tofauti tu, watu wanasema hivyo hivyo. Hata hawa ndugu zetu wa Ahli Sunna wal Jamaa wanasema hivyo hivyo, ikitokezea kuadhibiwa ni kwa muda tu, kisha watatolewa watapelekwa peponi. Wagonjwa tu tofauti, lakini neno ni hilo hilo. Kwa kawajibu Allah mtukufu, man kasaba sayi'atan, na hii ni nakira fi siyaqi sharti al-umum. Ovu lolote likimdhibiti aliye nalo, akakataa kutubia, hoja shamsimamikia, likamzunguka kweli kweli, basi khalas, anaangamia kama katika moto wa jahannam milele. Ni hukumu ya Allah mtukufu, na sisi tunaisadikisha. Waman asdaqu min Allahi qila, na nani mkweli zaidi kuliko Allah mtukufu? Hakuna. Waman asdaqu min Allahi haditha, na ni nani mwenye maelezo ya kweli zaidi kuliko Allah mtukufu? Taban hakuna, ni Allah mtukufu peke yake. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na hapa wao wakaitakidi kwamba waovu wataombewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama. Sisi hilo tukalikataa, tukasema hapana, hasha lillahi, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje awaombee waovu siku ya Kiyama, wakati Allah mtukufu katueleza kwenye kitabu chake neno la waja wake wema, rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wama lidhalimina min ansar. E Mola wetu, hakika wewe yule ambaye utamuingiza katika moto, huyo umeshamdhalilisha, na madhalimu hakuna wa kuwanusuru. Kisha mlete mtume sawa sawa aje wanusuru hawa madhalimu walohukumiwa kuingia motoni? Kalla. Allah mtukufu anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afaman haqqa alayhi kalimatul adhabi afa anta tunqidhu man fi nari. Hivi yule ambaye tayari hukumu ya kuadhibiwa imeshapita kwake, wewe Muhammad ndio utakuja kumtoa aliye motoni? Utakuja kumuokoa aliye motoni? Kalla.
Tukumbuke ndugu zangu Waislamu, Allah mtukufu anawahutubia waumini, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa lismul fusuq ba'da al imani wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Ni ubaya ulioje wa jina la ufasiki baada ya kuamini, na yoyote asiyetubia hao ndio madhalimu. Na Allah mtukufu amehukumu kwenye kitabu chake, mali dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta, hawatapata madhalimu rafiki wala kipenzi yoyote atakayekubaliwa. Kisha tuambia kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aje waombea watu motoni, tukubali sisi ahlul haq wal istiqama libadhiya? Kalla. Huko ni kujipumbaza kwa riwaya zao ambazo anaziitakidi kama Mtume kazisema wakati hakuzisema, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hapingani na Qur'ani. Sisi tumejishika na Qur'ani, itikadi yetu ni tunda safi la Qur'ani tukufu. Na pengine hapa ndugu zangu Waislamu likaja suala la mizani siku ya Kiyama. Ndugu zetu ahli sunna wal jamaa wanaitakidi kwamba siku ya Kiyama kutakuwa na mezani ya kushindanisha mema na mabaya, mema katika kitangara cha mezani na mabaya katika kitangara cha mezani. Hii ndio itikadi yao. Sisi upande wetu hatuitakidi mezani ya namna hii, tunaitakidi alwazn, uzani, walwaznu yawma idhinil haq. Tunaitakidi uzani huu uliotajwa katika aya hii ya surati al-A'raf, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu. Namna hivi Allah mtukufu alivyotueleza kwenye kitabu chake, mezani nyingi, yule ambaye mezani zake nyingi zitakuwa nzito na yule ambaye mezani zake nyingi zitafifia. Vipi ndugu zangu Waislamu? Sisi tunaitakidi kwamba kila jema analolifanya mja litapimwa kwa uzani siku ya Kiyama, lina uzani wake. Je, litakubaliwa au litakataliwa? Likikubaliwa jema hilo, uzani wake umekuwa nzito, analipwa mja kwa jema lake hilo peponi. Na mja akikubaliwa jema lake moja tu, basi tayari pepo naipata, wala hata adhibiwa motoni aslan. Sawa? Kwa jema moja lina uzani wake. Tuchukue mfano tu, walillahi almathalu a'la. Leo tujalie kuna soko hapa duniani, kuna soko, katika soko lile kumewekwa masharti ya bidhaa kukubaliwa katika soko lile, kuingizwa katika soko lile. Bidhaa ambazo zitakosa sharti husika hazikubaliwi kuingia katika soko. Wewe ukija na bidhaa zako hazijatimiza sharti zikakataliwa, lawama ni kwako mwenyewe. Sawa? Kwa maana kuna sharti ya ujumla na kuna sharti mahsusi ya kila tendo ambalo unalifanya jema. Sharti ya ujumla ni ucha Mungu. Ukenda siku ya Kiyama si mcha Mungu, mema yako hayo hayakubaliwi na Allah mtukufu. Na Allah mtukufu ametueleza kwenye kitabu chake, hivi ndio tunavyoitakidi sisi. Watlu alaihim naba abnai adama bilhaqi idh qarraba qurbana. Na Muhammad wasomee hawa habari ya watoto wawili wa Adamu kwa haki, pale walipopeleka vikurubishwa vyao, walipopeleka sadaka zao. Na wewe ibada zako unazozifanya na sadaka zako, ni matendo yako mema, unajikurubisha kwayo kwa Allah mtukufu. Idh qarraba qurbana fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, yakakubaliwa ya mmoja wao na ya mwingine yasikubaliwe, hayakukubaliwa kabisa. Qala la aqtulannak, yule ambaye mema yake hayakukubaliwa akamfanyia uadui huyu ambaye mema yake yamekubaliwa, akamwambia nitakuua. Haya ndio yapo mpaka leo takutia wenye itikadi sahihi wanafanywa uadui, na ni wachache. Na ndivyo alivyoandika Allah mtukufu kwenye kitabu chake, wa qalilu min ibadi ash-shakur, wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Sawa? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, hakika yalivyo hasa Allah mtukufu anakubalia ya wacha Mungu. Na ndivyo Allah mtukufu alivyosifu pepo kama ni nyumba ya wacha Mungu.
tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya, hiyo ndiyo pepo ambayo tutamrithisha katika waja wetu yule ambaye atakuwa ni mcha Mungu. Wala ni'ma darul muttaqin, na uzuri ulioje wa nyumba ya wacha Mungu. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, na wale ambao walimcha Mola wao watapelekwa katika pepo makundi kwa makundi. Kwa maana hiyo, kwa itikadi yetu sisi, ili matendo yako yakubaliwe, kwanza uhakikishe sifa ya ujumla ya ucha Mungu. Ukenda wewe ni fasiki, umetengua sifa ya ucha Mungu, mema yako yote utayaona. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, ataiona khairi yake, atayaona mema yake, lakini hayakubaliwi, atazidi majuto juu ya majuto. Ndivyo alivyoandika Allah mtukufu kwenye kitabu chake. Dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fahbata a'malahum, hayo ni kwa sababu wao wamefuata yale ambayo yanamkasirisha Allah na wakachukia maridhio yake, akaporomosha mema yao, hayakubaliwi na Allah mtukufu. Na hapa inakuja maana shafaa vile vile. Wale waliotubia ndio ambao watapata shafaa siku ya kiyama. Wala yashfa'una illa liman irtada, na hawataombea isipokuwa yule ambaye ameridhiwa na Allah mtukufu. Na Allah mtukufu ameshaandika haridhi mafasiki, fa in tardhaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin, na hata mkiwaridhia nyinyi hao, hakika Allah mtukufu haridhi watu mafasiki. Naam, ameshahukumu Allah mtukufu. Sisi itikadi yetu ni Qur'ani. Ukipiga vita itikadi ya baadhi, wao wanapiga vita itikadi ya Qur'ani. Ufahamu hicho kitu. Tunayabainisha ili watu wafahamu, wazinduke. Waislamu wafahamu, wazinduke. Mwenye kutaka haki iko mbele yake. Ili jina tumeitwa tu sisi, na tumelikubali ili kuheshimu wengine, ipatikane heshima baina yetu, isiyo ugomvi. Na ndio ukatukuta hatuna ugomvi kama Wasalim Barahiani, hapana. Sisi kwetu sisi msingi wa Qur'ani, wa taawanu ala albirri wattaqwa wa la taawanu ala alithmi waludwani, na saidianeni katika wema na ucha Mungu, wala musisaidiane katika madhambi na uadui. Kwa maana hiyo, anapokuja yote yule katika Uislamu katika wema na ucha Mungu, tunashirikiana naye. Na ambao tumetofautiana, kila mmoja kati yetu namuona mwenzie kapotea, basi kila mmoja muheshimu mwenzake. Akija katika mambo hayo, hatushirikiani naye, tunamwachia mwenyewe. Tuambia na kuhusu peke yako haya. Yalo bakia ujumla, tukusanya, tuko pamoja nao. Na ndio maana kukutia mimi baadhi wanajenga misikiti, wanajenga madaris, wanasaidia mambo mengi tu ya kheri katika jamii. Ni watu wa kheri. Qur'ani ndivyo alivyowalea. Waqulu linnasi husna, na waambieni watu mazuri. Na sio kama Salim Barahiani na kundi lake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, shafaa ambayo tunaiamini sisi ni shafaa ya wale waliowaridhia Allah mtukufu, ya wale waliotubia. Shafaa aliyoeleza Allah mtukufu kupitia malaika waliobeba arshi yake na kuzunguka, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Malaika hawa walio karibu zaidi na Allah mtukufu, wenye kubeba arshi na wanazunguka arshi. Ametueleza Allah mtukufu kwamba yastaghfiruna lilladhina amanu, wanawaombea msamaha wale walioamini. Hawa ndio walioamini hawa. Wasioingia katika istighfari hii, hao si waumini. Hata wakiitwa na wengine kama ni waumini, istighfari yao ni ipi? Rabbana, e Mola wetu we, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, umekenia kila kitu kwa rehma na elimu. Faghfir lilladhina tabu, ndo waamini hao, basi wasamehe wale waliotubia. Wattaba'u sabilaka, na wakafuata njia yako. Waqihim adhab aljahim, na uepushie adhabu ya mwako mkali wa moto. Mpaka katika aya yake, waqihimu sayyiati wa man taqi sayyiati yawma idhin faqad rahimta, na uepushie maovu
Yule ambaye utamwepushia maovu siku hiyo, huyo ndio mrehemu, huyo ndio waja wema peponi siku ya kiyama, maovu yao yote yanastiriwa. Hadithi ya muflis kwetu haina nafasi, tutaelezea katika darasa nyingine biidhnillah taala. Kwa maana tunatofautiana nao katika maudhui hizi. Wao wanaamini Mungu atamuona kwa macho yao. Wao wanaamini kwamba Muislamu la ilaha illa Allah Muhammad rasul, hata afanye makosa namna gani na asitubie kisha kwa hajalalisha makosa yake, huyo ni mja wa peponi. Na swala kuadhibiwa ni swala la walakin, na kitokeza kuadhibiwa ni kwa muda tu motoni, kisha natolewa na kwenda peponi, ima kwa rehma au kwa kuombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hayo kwetu hatuna. Hatuitakidi kumuona Allah mtukufu, wala hatuitakidi kutolewa mja yote wa motoni. Atakaingia motoni, motoni milele, atakaingia peponi, peponi milele. Mambo kutoka kwetu hakuna. Tunaitakidi kwamba uombezi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa ajili ya wacha Mungu waliotubia Allah mtukufu. Ndugu zangu Waislamu, yako mengi ya kuzungumza, lakini haya ni machache ya muhimu katika maudhui hizi, na tuyafahamu vizuri. Tuzingatie kwamba kuitakidi kwetu ukafiri wa mwenye kufanya kosa kubwa lolote lile si kumhukumu yeye kama ni mshirikina. Inategemea na kosa lake kubwa hilo. Ikiwa ni kosa la kishirikina, basi atakuwa ni kafiri wa kishirikina, mshirikina. Ikiwa kosa lake kubwa hilo si la ushirikina, basi ukafiri wake utakuwa ukafiri wa neema. Itakuwa amekufuru neema katika neema za Allah mtukufu, kwa kutoheshimu amri aliyoamrishwa au kuingia katika katazo alokatazwa, waliyadhu billah. Hadha bila tawfiq. Ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafidh Sawafi, na hii ni haki kwa dalili. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.